بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1441 katika silsila ya ad-durus al-manhajiyya باذن الله تعالى tajaribu kusoma kitabu أصول الدعوة السلفية للشيخ الدكتور عبد السلام ابن برجس بن ناصر آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. nimechagua tusome hii risala sababu ameeleza rahimahullah misingi muhimu katika misingi ya ad-da'wa salafiyya al-mubaraka kwa dalili katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya salafu salih رضوان الله تعالى عليهم. الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى ni معروف بين أهل السنة wanaojishughulisha na talab al-ilm, lakini pengine kwa wengine ndio mwanzo kumsikia الشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله. kwa mwanzo kabla ya kuingia pengine tumzungumze huyu mwana wa chuoni ili watu wamfahamu, na katika kumfahamu mwandishi wa kitabu ndio mtu ufahamu qima na uzito wa kile kilichoko ndani yake. Kadhalika ni jambo la muhimu kwa watu wa sunna kuwafahamu wanawavyuoni wao na walinganizi wa sunna na kuziheshimu juhudi walizozifanya kwa kuheshimu hao wanaoviona, kwa sababu da'wa salafia leo ina maadui wengi sana, na ukimuona mlinganizi katika hii da'wa apambana dhidi ya watu wa bid'a katika kufichua hoja tata wanazokuja nazo kwa nia ya kuwapoteza watu, aminyana katika kuibainisha ile haki, asubiri dhidi ya vitimbi vya ahlul bid'ah, usione ni jambo dogo ukalidharau. Hili ni jambo kubwa sana, na juhudi kama hizi zahitaji kutoka kwetu sisi wanafunzi tuwashukuru wale waliosimama katika kuitetea hii da'wa ya haki, wala sio kuwabeza na kuwadharau na kusema kwa mfano sehemu fulani mimi si watambui wale walinganizi, sioni kama wafanya lolote, na pengine yule mtu anayezungumza watu hawajawahi kusikia sauti yake hata siku moja, pengine hajasomesha chochote, hata khutba ya Jumaa akipewa hawezi kutoa, lakini akadharau
juhudi zinazofanywa katika sehemu mbalimbali na walinganizi wa sunna, na hii yote yabebea kuwa ni upungufu wa elimu, lakini mtu akajiona ajua wakati hafahamu. tumzungumzie Sheikh Abdul Salam rahimahullah ta'ala. هو الشيخ الفاضل الفقيه العالم الأصولي أبو عبد الرحمن عبد السلام ابن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم. ولد رحمه الله تعالى بمدينة الرياض. huyu mwanachuoni rahimahullah alizaliwa katika mji wa Riyadh au jiji la Riyadh mwaka 1387 Hijria. na Riyadh ni عاصمة المملكة العربية السعودية, ndio mji mkuu, capital city ya nchi ya Saudia, حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. وقد نشأ رحمه الله في بيت ديانة وصلاح. الشيخ عبد السلام رحمه الله alikulia katika nyumba ya watu walioshika dini na watu wa khairi. وتميز رحمه الله تعالى منذ صغره بالذكاء والحزم والجد والاجتهاد. na Sheikh Abdul Salam kuanzia akiwa mdogo Allah subhanahu wa ta'ala alimruzuku werevu sana, dhaka, na alikuwa na hazmi, mambo yake sio ya mchezo, pamoja na kuwa kijana mdogo. yani ili ufahamu kuwa alianza kuanzia akiwa mdogo kutafuta ilmu, afanya tahqiqi ya vitabu akiwa na miaka 18. Sheikh Abdul Salam afanya tahqiq ya vitabu akiwa na umri wa miaka 18, fanya tahqiq. sasa waweza kutasawar namna gani Allah alimpa dhakaa, kampa uwerevu na akili ya ufahamu mzuri sana, na alikuwa na jid, akifanya bidii sana na kujitahidi. Fahafidha alquran, akiwa mdogo akahifadhi Qur'ani yote. na hivi ndivyo tunavyonasihiana siku zote, kuwa jambo la kwanza kabisa kwa talib ilm ajibidiishe katika kuihifadhi Qur'ani yote, sababu Qur'an ndiyo msingi wa elimu zote. Yasikitisha waweza kumuona mtu leo anyoshewa kidole kuwa fulani yule shekhe yule, kisha akisoma Qur'ani iwe ni matatizo, bimaana hajui hata kuisoma Qur'an. Ni matatizo sana, akawa yosoma kila anachokisoma akosea vuruga aya, hajui kuzisoma za Qur'an. Hili ni kosa na upungufu mkubwa. Ikiwa una upungufu kama mwanzo, rudi kaisome Qur'an, ujue kuisoma Qur'an, kwa sababu ndio msingi wa ulum. Kwa mwanzo nenda kasome Qur'an, ukishaifahamu Qur'an ndio alafu wajengea juu yake ilmu nyingine. Kwa mwanzo alihifadhi Qur'an. وبدأ يطلب العلم وهو في سن 13 من عمره. أنزا كتفت علم بالجد والاجتهاد akiwa na umri wa miaka 13, kijana mdogo sana, yuko katika hilaq za ilmu za wanaovyoni wakubwa akiwa na umri huu 13. Maulama walivomuona huyu kijana akiwa mdogo na bidii yake ni hii, falaqiya min mashayikhihi al-inaya wal-ihtimam, wakawa na inaya na ihtimam sana na huyu kijana. Kwa nini? Kwa sababu waliona alama za nubugh wa tamayuz. Huyu si kama watoto wengine. Mtoto wa miaka 13 hana mchezo, atafuta ilmu, amekaa yuqayidu alfawaid,
chini ya wanawavyuoni, auliza maswali ya watu wazima akiwa na umri wa miaka 13. Kwa nini wanawavyuoni waliokuwa wakimsomesha sio na inana ihtimam naye? fashtahara rahimahullah منذ حداثته بفطنته وذكائه, akawa mashuhuri baina tulab alilm kuanzia akiwa mdogo kwa ule uwerevu Allah aliyompa, wa raghbatihi alshadida fi talab alilm wa tahsil, na raghba kubwa aliyokuwa nayo katika kutafuta ilmu. fatawaffarat lahu albi'a as-salihah, ikawa ana bi'a nzuri na raghba kubwa sana fi talab alilm, الرغبة الشديدة في طلب العلم. نبيئة ياثيري katika jambo la kutafuta ilmu, lakini itakuwa ni jambo la kusikitisha sana iwe waishi katika bia ya ilmu, kisha katika bia ya ilmu kama ile unaoishi usifaidike nayo. Nakusudia kwa mfano, waishi katika mtaa ambao msikiti, katika misikiti ya mtaani pale watu wasomeshwa ilmu, na wewe waswali hapo, na hata siku moja hukai kwenye darasa ukasikiliza, wala habari huna. Yani bimaana ile bia uliyokuwa nayo haikukusaidia chochote, na lau kama ungelikuwa waitaka ilmu ungeipata. Na hili ndio latuleta katika hili jambo la baadhi ya ikhwa. Utaona mtu ametoka Kenya amekwenda Jamia Islamia Madina kusoma, kisha yuko Madina yuwasoma pale pale, kuna wanawavyuoni wengi sana na halakat ilmia, hata siku moja humwona kikaa chini ya halqa ya ilmu, wala habari hana. Amekwenda kule, atarudi na shahada hapa, mashallah amesoma Jamia Islamia, lakini kumbe amerudi amekosa mengi ya maana ambayo amekwenda kule angelikuwa ameyabeba. Na hii ni taksir kubwa sana. Leo muona mtu amerudi hapa, ukinyoshoa kidole kwamba yule pale alisoma Jamia Islamia Madina, waweza kujishika kichwa. Amekaa katika vigaro vya kashata na kahawa, kazi yake kulala bania na kashata na kahawa jioni na wazee akitia story pale, basi hakuna faida yote kubwa alikuja nayo, kwa sababu hakulazimiana na wanawavyuoni alivyokuwa kule. Bali mimi namjua kijana mmoja alikuwa akisoma kule, saini hizbi, na subhanallah, angalia ile balaa iliyo kwa baadhi ya vijana. Huyu kijana alikuwa akija, mimi namzungumzia, mimi namjua yeye, na yeye akisikia maneno yajua namzungumza yeye. Akija akiniletea zawadi mimi, vitabu kun salafia na ala aljadda, vitabu vya manhaj, kuletea zawadi, yani bimaana yajua, si ati hajui. Sasa nikienda kule kwenye halqa ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah, watu kienda kule wahudhuria kwenye halqa ya Sheikh, kila ukienda humuoni huyo bwana. Siku moja nikamuuliza, mbona wewe sikuoni pale na uko hapa? Kumbe kuna shekhe fulani hapa Mombasa amemwambia usihudhurie, hutoelewa yozungumza nini. Subhanallah. Na nakumbuka nilizungumza naye kwa ukali sana siku zile. Akili yako mzima wewe? Yani ukienda kwa Sheikh Abdul Muhsin wewe hutomuelewa na umekuja kusoma Jamia huku? Akaanza kuhudhuria pale. Lakini maal asaf aliporudi hapa akashikana na hao, na leo ni katika mahizbi wakubwa, haina haja ya kumtaja. Akizungumza hii da'wa atazungumzwa, lakini maadamu amekaa kimya ka hivyo, khairi kwake angeshikamana na hii manhaji. Lakini katika wale ambao walikuwa wakisema da'wa salafia ni da'wa ya haki, lakini ngumu kweli bwana, kila mtu yuko dhidi yenu, asema hivi wale kuwa ni haki, maneno kama akizungumza. Alhasil, ukipata bia ya ilmu jishughulishe. Sheikh Abdul Salam fajtahada fi talab alilm wajadda fihi wasahira allayali, alifanya bidii katika kutafuta ilmu sana, akesha usiku. Fawasala alayam, angalia ile masiku yakishikana katika talab alilm,
lazima mtu atabadilika tu. ومضى في طريقه قدما لا يرغب في شيء غير العلم hana lolote analitaka isipokuwa ilmu, ametafarrak kwa ajili ya kutafuta ilmu. Na leo waweza kumpata mwanafunzi yuko katika markaz, katika marakiz za ahli sunna, kisha afanye mchezo, hana shughuli yoyote isipokuwa kutafuta ilmu, kisha afanye mchezo. Kwa siku hifadhi hadithi 3 angalau 3 tu peke yake, na beti za mashairi hata kama ni 5, haya 3 yapita siku hajihifadhi hata hadithi moja, wala katika Qur'an hajihifadhi hata nusu safha, wala katika mashairi hajihifadhi, katika mandhumati zile katika fani hata beti 3 hajihifadhi, yumo tu. Hii mijidude hii haiendelei, hiyo ikiwa hivyo haiendelei. Halafu uende ukaseme kwa watu mimi natafuta ilmu markazi fulani, wewe watafuta mchezo, watafuta kula tu, ule uende zako. Mtu asifanye mchezo katika suala la ilmu. Ijtahidu. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake asema ya Yahya khudhil kitaba biquwwa. Ilmu yataka quwwa na ijtihad, na mtu kuwa na azima ya nguvu kisawasawa atafuta ilmu, si mtu kufanya mchezo hivi kisha wewe ufanye mchezo wako, mwenzako akutangulie, yule nilikuwa naye yule hawezi kuwa amenipita. Wewe una wazimu wewe. Watu hawako sawa. Baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna asbab Allah ameziweka. Jitahidi katika kutafuta ilmu na Allah atakufungulia. Muombe sana, Allah atakufungulia. Kwa hivyo akaendelea, wa madha fi tariqihi quduman, hana raghba isipokuwa katika ilmu, wala yuridu shay'an ghayra tahsil alilm, hana chochote anachokitaka isipokuwa kupata ilmu. فلا يكاد الواصفون يصفون شدة حرصه وإقباله على العلم والتعلم. wale wanaomueleza Sheikh Abdul Salam hawajui waeleze vipi ile ijtihad alikuwa nao Sheikh Abdul Salam katika kutafuta ilmu. Alikuwa ni mtu ana bidii sana katika kutafuta ilmu. وهكذا نال حظا وافرا من العلوم الشرعية. kwa njia hii akapata sehemu kubwa sana katika ilmu ya kisheria. وكان يواظب على دروس العلماء, na alikuwa akidumu katika kuhudhuria durus za wanavyuoni. Na hili lingine, waweza kumuona mtu mashallah ni mtu wa sunna, yuko katika nchi ambayo ina wanavyuoni wa sunna, kisha asihudhuria hata halqa moja ya ilmu, kisha yeye atakawe yeye wasikilizwe. Vipi wewe? Tafuta ilmu, kaa chini ya wanavyuoni. Na hii tuwaambia ndugu zetu ambao wamebahatika kwenda katika hizi nchi kama mamlaka. Mtu yosoma Ummul Qura kwa mfano Makkah, hahudhurii hata kikao kimoja cha Sheikh Adam al-Ethiopi, na yuko haram pale asomesha, hana habari. Ama asoma Madina, hana habari na Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi yuko pale asomesha kwa mfano katika wanavyuoni wakubwa, ama Sheikh Ubaid al-Jabiri, ama Sheikh Rabi' na wengineo katika wanavyuoni wakubwa walioko Madina. Hawa ni baadhi yao, hana habari. Lazima wewe talib ilm uwadhib katika kuhudhuria kwa wanavyuoni. sema wakana yuwadhibu ala durusi ulama wa ala man yash'uru annahu lahu minhu adna faida, bali ahudhuria kwa wengine pengine labda amefika kiwango kikubwa katika ilmu, lakini ahudhuria hata kama faida atakayopata ni ndogo hivi, atahudhuria katika sehemu kama ile. Tarihan at-tahayyuz wat-tarafu', hana kibri wala tahayyuz. Kuna watu wakishasoma kiasi fulani na mimi sasa nishajua sasa, kwa hivyo hana haja ya kukaa katika vikao vya wanavyuoni, yeye ashajua. Tizama salafu salih, kuna watu huwadhib katika kuhudhuria kwa mwanachuoni miaka 30, amekaa chini ya shekhe wake asoma 30 miaka. Na wewe hukuambiwa ukae 30, basi hata hayo 5, 6, 7 pia uweze kukaa. Umekwenda kwa mfano katika nchi kusoma, kuna mwanachuoni wa sunna, kaa chini yake miaka hiyo utakayokaa kule kama 3, 4, kaa soma. Ukirudi nyumbani kwenu warudi na ilmu kubwa ambayo utawafaidisha umma huko nyuma. Wawasala wathabara wabadhala juhdahu fi sabili dhalika,
حتى نال في صباه ما لا يناله غيره في زمن طويل من علوم كثيرة وفنون مختلفة. الشيخ عبد السلام ameendelea na hili jambo mpaka akapata akiwa mtoto kijana ilmu kubwa ambayo kuna watu ambao hawawezi kuipata kwa muda mrefu sana. Kwa masala si kwa wewe una umri mkubwa ama la, masala mwanzo ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe una bidii gani katika kutafuta ilmu hizi, asbab alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala. Wenzako wamekwenda amehifadhi Qur'an amaliza, kwa mfano kaanza 40 nawia akahifadhi, na huku yusoma yuielewa, akasoma Umdatul Ahkam akahifadhi, na huku yasoma elewa, akahifadhi Bulughul Maram, akahifadhi Riyadhus Salihin, na huku yuisoma yuielewa, na funun nyingine yuhudhuria halakat ilmiya yusoma. Bila shaka huyu mtu atakuwa mbali sana kwa muda mfupi sana, mbali sana. Sasa utakaa wewe na uhasidi wako ukimwangalia mwenzako, bwana miaka miwili tu yule anipita mimi, kusoma chochote yule. Waweza kukaa kumbe, lakini wala chapati na maharagwe tu wewe katika ile markazi uliokwenda, wala upate chochote. Kwani haya yashaonekana katika sehemu ngapi? ولم يقتصر في طلبه للعلم على فن واحد. الشيخ عبد السلام hakusimamia katika fani moja peke yake, bal qaraa fi funun kathira, katika fani nyingi. Faqaraa fi alhadith, bali alikuwa qawi katika ilmu alhadith, na katika pia kufahamu hadith riwayatan wa diraya. Tena alaqida, na wewe nenda kaangalia shuruhat zake za aqida uone namna alivyokuwa mutamakkin katika fiqh, katika al-usul, mustalah, ulum al-lugha, na nyanja au fani mbalimbali katika ilmu ambazo alikuwa amezisoma. وذكر بعض الإخوة ممن عرف الشيخ عبد السلام رحمه الله أنه كان يحفظ بعض المتون العلمية عن ظهر قلب. وتاج baadhi ya watu ambao walikuwa na yeye kuwa Sheikh Abdul Salam kuna baadhi ya mutun alikuwa amezihifadhi kwenye moyo wake, na katika hizi mutun alizozihifadhi matan Bulughul Maram. Uliza aliyejaribu kuhifadhi Bulughul Maram atakwambia uzito wake katika kuhifadhi, lakini amehifadhi Bulughul Maram. Na ndio maana utaona mashaikh wanasihi mwanzo mtu ahifadhi kama Umdatul Ahkam, akimaliza ndio hifadhi Bulughul Maram. So Bulughul Maram kuna riwayat dhaifa, kuna riwayat kadha, yani kuna mambo mingi pale ndani yake, kuna ilmu kubwa sana ndani yake. Kahifadhi Bulughul Maram. Matn Yazad al-Mustaqni' al-Hajawi pia kahifadhi. القصيدة النونية لابن القيم رحمه الله yote amehifadhi. Unajua kasida nunia ina beti ngapi? Ina beti 5842 amezihifadhi, beti 5842. Na hapa katika hizi abiyat al-qasida an-nuniyya Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala amesherehesha aqida ya salaf sharh ya ajabu sana, na kuwarudi ahlul bid'ah wengine wale magwiji akawataja kwa majina yao. Na hii na sharh Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kisikukosea katika mujallad minne, kitabu cha ilmu kikubwa sana amekihifadhi Sheikh Abdul Salam chote. Hapa hata afadhali nisiseme, nitaambiwa na dharau, nitanyamazi hapa. Huku kwetu tuna zauba, unajua kelele. Huku kwetu kuna kelele, watu hawataki kukaa chini, watu wakatafuta ilmu, kelele tu, kelele nyingi, alafu maneno ya kitoto kitoto, toa na mimi nitoe, alafu tuone washindane. Kwa wapi watu wana time hiyo? Ejili talab alilm. Na watu lao kama wangelikuwa talab alilm kikweli, wallahi haki ambayo ahli sunna wameiona wataiona. Lakini shida, tuna upungufu mkubwa katika talab alilm. Alfiyat ibn Malik rahimahullah fi an-nahw ameikunywa pia hiyo. Na hivi ni baadhi tu ya vile vitabu alivyokunywa na kuvihifadhi rahmatullahi alayhi.
وقد تلقى العلم رحمه الله بمدينة الرياض na huyu mwanachuoni Abdul Salam alisoma ilmu yake mwanzo katika mji wa Riyadh akapitia marhala ibtidaiya kisha akaenda katika al-ma'had al-ilmi ambayo iko chini ya Jami'at al-Imam Muhammad bin Saud rahimahullah ثم التحق بكلية الشريعة من نفس الجامعة كسوم جامعة كلية الشريعة akatakharraj mwaka 1410 mwaka 1410 yani takriban mwaka 1990 kama sikukosea 1990 ambao wengi katika watu tunazungumza leo wajielewa mwaka huo kisha akaenda kusoma jamia zaidi ma'had al-ali lil-qada وتحصل فيه على درجة الماجستير كتكون درجة ماجستير ماسترز ثم تحصل على درجة الدكتوراه كيش بعدها كتكون درجة شهادة دكتوراه mwaka 1422 juzi tu 1422 si kitambo akawa daktari mashekhe aliyosoma kwao سماحة العلامة شيخ الإسلام في زمانه عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله لسوما تشيني الشيخ بن باز رحمة الله عليه كذلك الشيخ الفقيه العلامة الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هبو تزاما جكوعين كواتقون الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله كذلك العلامة عبد الله الدويش رحمه الله العلامة الفقيه صالح ابن عبد الله الأطرم رحمه الله نوين جنيو pia amesoma kwa Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ghudayyan rahimahullahu ta'ala hao wanavyuoni wote amehudhuria kwao na akasoma kwao hao wanavyuoni wote amesoma kwao na wengineo rahmatullahi alayhi na ana vitabu vingi alivyovihakiki na kuviandika na imetoka karibuni kama sikukosea mujallad 6 au 7 majmua ya Sheikh Abdul Salam al-Barjis imekusanywa katika mujallad 7 nafikiri ingawa yani maal asaf zimekusanywa bila ya fahras sijui ikiwa tabaa itakayotoka nyingine itakuwa na fahras lakini kitabu ambacho wamehakiki na kuna risala ambazo wameziandika yeye na miongoni mwa kile alichokiandika al-hujajul qawiyya ala anna wasail ad-da'wa tawqifiyya na hii risala ni nzuri sana katika kubainisha suala la kuwa njia za da'wa ni tawqifiyya kitabu kizuri sana pia muamalatul hukam fi dhawi al-kitab wa sunnah kazungumza kitabu kizuri sana na kipo alhamdulillah katika makatiba hata huko kwetu na vitabu vingine alivyoviandika na rasali alizoziandika na pia mihadhara yake imeandikwa katika baadhi ya mihadhara imeandikwa na pia katika rasail usul ad-da'wa salafiyya ambayo hii iko katika mikono yetu wafatuhu rahimahullah ni jambo ambalo litamsibu kila mwanadamu kufikiwa na mauti توفي الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله مساء يوم الجمعة alifariki rahimahullah katika jioni ya siku ya Ijumaa tarehe 12 Safar mwaka 1425 asimbali juzi tu mwaka 1425 leo tuko katika 1441 na kifo chake kilitokamana na ajali ya barabarani alikuwa akipeleka gari akagonga ngamia barabarani kulikuwa na ngamia avuka barabara hakumuona almuhimu ilikuwa ni ajali akamgonga alipokuwa yuarudi Riyadh kutoka katika mji wa Ihsa akagonga yule ngamia ikawa ni sababu
ya Kufa rahmatullah alayhi. Pengine labda tukizungumza, sijataja mimi akwali za wanaovyuoni wasema nini kuhusu Sheikh Abdul Salam, ni tazkia za wanaovyuoni wa Sheikh Abdul Salam rahimahullahu ta'ala. Lakini labda pengine nilivyozungumza hivi mtu aweza kusema kwani Sheikh Abdul Salam aliishi umri gani, alikufa akiwa na umri gani? Tuzungumzia manake ni muasir, mkufa karibuni. Sheikh Abdul Salam al-Barjis huyu ambaye ni mwana wa chuoni alikufa akiwa na umri wa miaka 38 peke yake. Aondoka duniani akiwa na miaka 38 peke yake. Lakini angalia turathi ya ilmu aliyoacha nyuma. Na hii yatuonyesha namna gani Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuubariki umri wa mtu anayetafuta ilmu ya kisheria. Wanahsibuhu wallahu hasibuhu, alikuwa mukhlis katika kutafuta ilmu kwake. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamnyanyua namna hii na akaweka lisan sidq, watu wakamzungumza vizuri baada ya kuondoka rahmatullahi ta'ala alayhi. Hii ni kwa kifupi kumzungumzia mwandishi Sheikh Abdul Salam ibn Barjas rahimahullahu ta'ala. Wana hizi sira za mashaikh na maulama wa sunna ni muhimu sana kwa talib ilmu kusoma, ili kuamsha tena upya ari ya kutafuta ilmu ya kisheria. Na vile utakavyokuwa utafuta ilmu, kuna watu walikutangulia ambao walikuwa wakitafuta zaidi yako. Kwa hivyo ukijiona wewe wafanya bidii, basi bado kuna njia na nafasi ya kufanya bidii zaidi katika kutafuta ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullah alionekana amebeba wino, kalamu, mfano wa makaratasi hivi, vibao vile mbeba, yuko na watoto wakimbia huko watafuta ilmu na huko, ikiwa na umri mkubwa, kabla ya kuwa vile alivyokuwa al-Imam rahmatullahi alayhi. Akawa bwana mmoja amuuliza, ila mata ya Ahmad, ila mata? Qala ila al-mamat rahmatullahi alayhi, nitaendelea hivi kutafuta ilmu mpaka mauti atakaponifikia. Sasa ikiwa aima wakubwa kama hawa sema ndio kama sisi nani, kwa watu wakae chini watafute ilmu. Na maadamu kuna mtu ana ilmu zaidi kuliko wewe, kaa chini yake, soma. Usikae kando ukaanza kumtimba, yule kumbe kwa sababu wamekupita waona tu kwa nini fulani watajwa mimi sitaji. Usiwe na tabia hiyo. Kaa chini, soma, tafuta ilmu. Na ukiwa na ikhlas, kila unachokitafuta katika riaa kule utakipata zaidi katika ikhlas. Na hubu dhuhur, kupenda kuonekana na nini, utakipata kwenye ikhlas. Kuwa na ikhlas, kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa hapa duniani na kesho akhira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.